hatimaye ni mwaka huu ndipo ambapo nilipata taarifa kwamba kijana wetu huyu alichaguliwa kwenye timu ya taifa ya Under 17 Serengeti Boys. Kwa kweli tulishuhudia kule nchini Morocco akicheza mpira mzuri na ikawa kwetu ni faraja kubwa, na alivyorudi yeye mwenyewe alikuja akatushukuru. Tulikuwa naye hapa wiki iliyopita, tulicheza mechi ya kirafiki kwa nia ya kumwaga, lakini mbona hii mechi kama ni ndogo sana, ilikuwa na hamasa ya kutosha. Kwa hiyo tukafikiria tumheshimishe zaidi kwa kuweka mechi hii ya kirafiki, ambapo leo hii tumetumia nafasi ya kumwaga. Kwa bahati mbaya au bahati nzuri ni kwamba uongozi wa mpira wa Tanzania walifanya mawasiliano na walimu, wakatoa taarifa kwamba maandalizi yao ya kwenda Morocco kwa ajili ya World Cup yamekaribia, na hivyo wanaomba udhuru kwamba mchezaji huyu kwa siku ya leo hata kuwepo. Tarajio yangu ni kuona kijana huyu akifika mbali na akiwa mfano kwa vijana wengi ambao tayari wamekwisha kumuona na wale watakaomuona. Kitu ambacho nilikiona kwake ni bidii aliyokuwa nayo katika mazoezi na kupenda mpira wenyewe, lakini kikubwa zaidi ni nidhamu, kwa sababu nidhamu ambayo ameionyesha kwa kipindi ambacho tumefanyana naye ni ya hali ya juu, na ndio maana amefanikiwa kwenda kwenye ngazi hiyo nyingine ya timu ya taifa, na naamini kuelekea mbele ya safari kijana huyu atafika mbali, kwa sababu tayari ameshajua kwamba bila nidhamu, kipaji ni muhimu, lakini ili uweze kufika mbali lazima uonyeshe nidhamu na kuelewa maelekezo yote unayopewa na walimu, lakini pia ushirikiano na wachezaji wenzako na viongozi mbalimbali atakao kukutana nao kwenye timu mbalimbali, kwa sababu hii ni safari kile ambayo imeanza. Mungu akijalia ataenda mbali zaidi. Kwa kweli tunatambua kwanza kwenye nchi yetu kulikuwa na mwamko mkubwa wa michezo, na kusikiliza hata waziri mwenyewe wa michezo Mheshimiwa Paul Makonda ametoa rai kwa ngazi zote za uongozi, wilaya, mkoa, kuwa na hizo timu za watoto wadogo, na sisi tunaamini kwamba kwa hatua hii kwa sisi hapa Kibaha kufanikisha azma yetu. Kwanza hii academy tumeipa jina la shirika letu na tumekuwa tukitoa support, lakini sasa tunataka tuifanye iwe rasmi. Kwa hiyo tutakapokuwa rasmi, msaada wetu sisi utakuwa ni kutoa kwa muda wetu, kuunganisha wadau, lakini pia kwa sisi kuwa rasmi, na maana tutaomba support zaidi kwenye ngazi zote za serikali ili tuweze kwanza kuwasaidia walimu. Tukiwezesha walimu wakapata elimu, walimu wetu tuliokuwa nao hapa bahati nzuri hatuwalipi chochote, lakini pia ipo haja ya wao kupata mafunzo maalum ya namna gani ya kuendeleza vipaji. Tushatoka hapo, mafunzo haya yakitumika vizuri, ikiwa ni pamoja na kutafuta vifaa vya michezo, lakini pia na kuhakikisha timu hii inaenda kushiriki ligi ambayo itawapa nafasi ya wachezaji kuwa wanaonekana, lakini na kujua ushindani zaidi, ushindani ambao utawapa nafasi ya kuonekana, lakini na kujua mapungufu yao na namna gani ya kuboresha kwa pale ambapo watakuwa. Katika watu ambao tuliwaanza nao ni Abdul Ismail Isa, ambaye yeye ni miongoni mwa watoto ambao tuliwaanza nao tangu wakiwa wadogo, tukakuwa nao kwenye academy. Sababu ya kufanya mpaka tumefanikiwa kumfanya awe afika hapa kufikia ni ushirikiano, shirika, wazazi wa Abduli na wadau mbalimbali wa michezo wa ndani na nje ya nchi, ambao wenzetu wa Ujerumani wanatusaidia kutusapoti katika swala zima la academy yetu. Ili wafanikiwe watoto wote katika mazingira mazima kufika mbali ni ufuatiliaji. Tumewekeza kwa maana tumewekeza walimu wazuri katika kuwafundisha watoto wetu wa academy, lakini pia tumewekeza miundombinu kwa maana vifaa, ikiwemo mipira mizuri, vifaa michezo, wataalamu wa masala michezo ambao wako chini ya Kibaha Environmental Conservation, mimi kama mwenyekiti. Kwa hivyo pia tunajivunia Abduli ni kijana ambaye ni msikivu, mwenye nidhamu ya kutosha na mwenye ari ya kufikia malengo yake. Moja ya ari ambayo anayo, yupo katika maandalizi ya mwisho kabisa kushiriki na wenzake kambini, ili mradi aweze kushiriki katika ile kinyang'anyiro cha kombe la dunia. Kwa hiyo sisi kama Kibaha Keka tunajivunia kwa hilo, walimu wetu, wazazi wa Abduli, wadau mbalimbali wa maeneo haya, tunajivunia hiyo leo kumwaga kijana wetu, vijana wengine ambao wapo katika maeneo haya, lakini pia kwa wazazi ambao wanaona kwamba tuna vijana hawa wanapoteza muda, tumwangalie mfano mzuri Abduli.
kama wanavyosema kwamba Baraka ametambulishwa kwenye timu ya Barcelona kule akani ya Barcelona, sisi hilo ndo dhamira yetu. Kwa maana huu ni mwanzo mzuri. Kwa mfano tuchukulie Abduli, sio? Ameanza timu ya taifa. Anacheza kwenye kombe la dunia, sio? Mataifa mbalimbali wanamuona. Kile kipaji chake kinapoonekana, kuna watu watavutika naye, watamchukua. Sisi kama shirika tunajivunia hilo, lakini pia kama Tanzania, taifa zima kwa ujumla, tunajivunia hilo. Kwa hiyo sisi kama wasimamizi wa hii academy, dhamira yetu kwamba kila mwenye kipaji afikie malengo yake. Hatufocus Tanzania peke yake, tunafocus worldwide yote, yani dunia nzima kwa ujumla. Lakini pia kuna wenzetu ambao wako Ujerumani, wao wanatuangalia macho mawili kuona kwamba katika shirika letu, hii academy yetu inafika vipi malengo. Kwa hiyo wakiona kuna watoto ambao wana uwezo mzuri, kwa kufuata ushirikiano na sisi pamoja, watafika mbali vijana wetu. Ndio mwalimu wa Abduli Ismail Isa. Mwanzoni kabisa nilienda chuo chake mtoto kazini miaka 6 au 7 nyuma iliyopita. Kwa bado mdogo. Bana treni hapa kanisa hapa, watu ni wanaanguana mpaka mtoto mtaani. Mwana ana uwezo tu achukua na waleta. Sababu anasandikia makaratasi. Kwa hiyo mtoto ndio kama ana uwezo mkubwa sana. Kwa kuna siku moja tukapoteza mechi moja hapa na kubwa, tukafanya vizuri sana. Kama Mungu atamjalia na afya njema, hatapata matatizo yote. Ndio ana talent kubwa sana. Yule hata babake ni kijana yule. Ana kaka yake alipata matatizo, alikuwa na alikuwa na uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo wale katika kali yao ya mpira wao wote ni wachezaji wazuri sana. Kuna mdogo wake mdogo tuna vile ni hatari mbaya. Kwa hiyo wale kwa ni kwa kipaji. Katika mkoa wetu wa Pwani hasa wilaya ya Kibaha ni wazito sana. Yaani wazito. Yaani hapa unapoona hivi tunafanya hivi ndio binafsi. Unaona hapa ni binafsi tunapambana. Hii timu unaona katika kwanza wasichoke kuja kuangalia vipaji. Vipaji ndio vitu vyenyewe vinaweza kujenga mchezaji. Kwa sababu usiwe na haraka. Watengeneza watoto kutoka chini. Ukishamtengeneza kutoka chini mtoto utamtumia kwa muda mrefu. Lakini ukisema utaki matokeo haraka ubezi kwa wachezaji wakubwa watafika mbali. Hao watoto tunachukua kutoka chini, tuwatengeneza kutoka chini, watakuwa wachezaji wazuri sana, watasaidia taifa. Kwa majina naitwa Elini Aleni, nasoma shule ya sekondari Simbani. Katika timu hii hapa, cheo changu mimi hapa ni msemaji wa timu. Kwa hiyo kila tukimwona binti yuko mtaani tu tunaitangazia timu kwamba kule Tanita kuna timu nzuri, njoeni tunawakaribisha mje mchezo. Kwa hiyo vile tunapoenda kuambia wanakuwa wananogewa na yale maneno. Wao wanakuja kujiunga pamoja hapa kuja kucheza. Kwa hiyo ndio hivyo tunakuwa tupo wengi. Hivyo tunaendelea kuja taratibu. Hata boys pia walianza mmoja hatimaye sasa hivi hapo wengi. Na girls pia tunaanza mmoja hatimaye Mungu akijalia tutakuwa wengi. Ipo. Kwa mfano msichana ukaenda ukamwambia kuhusu mpira, anaanza kusema mamangu ataniambiaje? Mamangu sijui atanifikiaje kwamba mimi msichana mimi nacheza mpira. Tambia usijali, hata mama yako pia unaweza kwenda kumwambia mimi nina kipaji cha kufanyaje cha kucheza mpira. Kwa hiyo unaweza